unajua ishakuwa asubuhi, alafu sasa hivi sielewi. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji kabla sijaenda kazini, ila sio kama kila siku. Nini? Yao niingia mimi kinyume na maumbile. Sio sawa. Tafuta mwanamke mwingine wa kufanya hivyo. Kabla talaka yangu uende kwetu. Sikia, kama unataka ondoka. Kwanza mimi sina shida na wewe. Chukua kila kilichokuwa chako, ondoka. Zingatia kila kilichokuwa chako tu. Naondoka babu we. Mwanaume wako peke yako huko. Nenda. Yule mwanamke akaamua kuondoka kwa mumewe, na alipotoka tu ndipo alipokutana na shetani, akaanza kushawishiwa. Wewe nani? Usiogope, mimi ni kiumbe ambaye ninasaidia watu kama nyinyi. Sasa nitakusaidia. Fatuma, umesahau kwamba umeolewa kwa ajili ya kumstarehesha mumeo? Sasa mbona leo unataka kuondoka kwa kushindwa kumstarehesha vile atakavyo? Sio kumstarehesha vile atakavyo. Yeye anataka kuniingia kinyume na maumbile. Mungu hapendi. Lakini bora tu ungefanya kuliko kuhatarisha ndoa yako ikiwa bado changa kabisa. Ni kweli. Bora tu ni kufanya tutaka, maana ndoa yetu bado changa. Nimeshindwa kuvuruga ndoa yetu penzi changu. Kwa mume wangu, naomba unisamehe, nikosea mke wako. Sikiliza nikwambie wewe mwanamke. Nikwambia vile kwa ajili ya kujaribu tu nikujua upoje kiundani. Sasa nimegundua kama mwanamke ni malaya. Kuanzia leo sikutaki mume kwangu. Na nakupa talaka 3 na kuanzia leo wewe sio mke wangu tena, sikutaki tena. Nenda kwenu, toka. Basi na yule mwanamke akaamua kwenda nyumbani kwao. Sasa kuna kijana anaitwa Talishi, naye akaamua kuiacha jamii yake na kwenda mbali kabisa na jamii yake kutokana na stress za mapenzi. Stress hizo zisababisha ni yule binti tuliotoka kuzungumzia, lakini naye pia anaangukia katika mikono ya shetani. Talishi, usinikimbie wala usiniogope, nitakusaidia. Mbona umejitenga peke yako polini? Shida nini? Ukweli na maumivu makali sana. Na isitoshe hujui kiasi gani nilikuwa nampenda yule msichana. Na pia imefika hatua kaja kanisaliti, katoka na mwanaume mwingine. Oh, Talishi, ninavyojua chozi la mwanaume likimwagika lazima lilipwe. Kivipi?
Oh, kuna namna mbili tu za kulilipa hilo chozi. Aidha lidondoke chozi la huyo binti au adondoke huyo binti. Unamaanisha tumuue? Kikweli mimi siwezi kumuua, mimi sio muuaji. Mimi sijazungumzia uuaji hapa. Mimi nitaendelea kusisitiza na nitaendelea kuongea, chozi la mwanaume lazima lilipwe. Tarishi, mbona unataka kujiua kizembe? Nenda kalipize kisasi. Kumbuka, chozi la mwanaume likimwagika lazima lilipwe. Iya, ni kweli unachokisema, haina budi. Tarishi, ushamuua mtu unaompenda tayari, utakuwa na majonzi wakati wote. Naona sasa huu ni muda sahihi wa kwenda kujinyonga. Kaka, mbona umelala? Sasa ilikuwaje? Basi sawa, ngoja tuendelee. Kuna bwana alikuwa anaitwa Hasani. Huyu bwana alikuwa na matatizo makubwa katika familia yake, na kilichokuwa kinamsumbua, mama yake alikuwa anaumwa na kipindi hiko hana pesa. Halo dada. Huko safi, sijui uko kwenu. Mama anaendeleaje? Sasa dada yangu, sio kwamba labda nimekausha au nipo kimya tu kajua labda nimefanya makusudi. Hapana, naendelea kutafuta na pambana. Na unajua milioni 10 unajua kipengele peke yangu, mzigo umeniachia mimi. Alafu sitoshe, najitahidi mpaka hata kuwazima marafiki zangu, lakini bado ananikataa. Basi sikiliza sasa. Ngoja mimi endelee kupambana, afu nitawapa jibu kesho kutwa. Sawa. Hasani, usiniogope Hasani. Mimi ni kiumbe ambaye ninasaidia watu kama nyinyi mnaopitia changamoto. Sasa Hasani, nitakusaidia. Usitaki kuniambia kwamba upatikanaji wa pesa wote ni mgumu. Najua kwamba kuna upatikanaji wa pesa ni wepesi, lakini zala. Hasani, unaogopa kupita kwa sababu moto unaunguza? Ni bora tu ungemsaidia mama yako kivyo vyote tu. Unamaanisha kwamba mimi niibe? Ni bora ungefanya hivyo kumsaidia mama yako. Take care. Yaani mimi nikaibe? Halo. Ale mama amezidi kuwa mbaya. Hasani, unaogopa kupita kwa sababu moto unaunguza? Ni bora tu ungemsaidia mama yako kivyo vyote tu. Unamaanisha kwamba mimi niibe? Hapa inabudi kwenda tu kuiba. Wewe mwizi.
hakikisha unamuua, usimuache. Anaonesha huyu ashazoea kuiba, anaiba vitu vyako kila siku, hakikisha unamuua. Ona sasa, umeshawishi nende kuiba mpaka nakufa kikatili. Oh, ni bora ungefanya uamuzi sahihi, ni bora ufe tu. Toba tu. Shaua, Mungu wangu samehe mimi. Unalia nini sasa, na wakati wewe tayari ushakuwa ni muuaji? Haina haja kulalamika. Unamtaja Mungu wa kazi gani? Wewe wakati wote na saa wote ni mtu wa kufungwa tu. Ndugu wangu, ogopa sana 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 kukutana na shetani, maana yeye ni hatari mno katika maisha yako. Kaka, nina hasira na wewe shetani. Niambie anapatikana wapi nikamuue. Huwezi kumuua mdogo wangu, huyu ni kiumbe cha ajabu. Kwa hiyo mdogo wangu, hata mimi au wewe usipokuwa makini, anaweza kutushawishi tukafanya vitu vibaya. Ninachokusii mdogo wangu, chunga sana mawazo yako unapokutana na changamoto kubwa kama hizi katika maisha yako. Wengine walikufa, wengine walifungwa, na huu ndio mwisho wangu wa story.